Unajua, haiwezekani Mungu asitutajie umri wa dunia ndani ya Biblia, wakati Mungu alijua ya kwamba watakuja wanasayansi watakaowaambia watu dunia hii ina umri wa mabilioni ya miaka. Kwa hiyo lazima Biblia iwe ina majibu kuliko wanasayansi. Hakuna swali ambalo hatutapata majibu ndani ya Biblia. Kwa hiyo tunaweza tukajua umri wa dunia ndani ya Biblia. Hapa tunataka kwa mujibu wa Biblia tuwakosoe wanasayansi na kuambia mmepotoka. Rudini kwenye msingi wa kweli yote na mafundisho yote na maarifa yote na sayansi yote ndani ya Biblia. Kwa hiyo ninaamini na inawezekana, na nimefanya utafiti, nimechunguza kwa muda wa kutosha, kwa kazi ngumu yenye kuchosha, kutafuta kujua, je, miaka 6,000 haipo ndani ya Biblia? Je, kwa mujibu wa Biblia tangu uumbaji mpaka sasa 2025 dunia ina umri wa miaka mingapi? Kutokea hapo ndipo tunaanza kutegua sasa mtego wa zile nukuu tatu zote zinazotaja miaka 4,000, miaka 4,000, miaka 4,000. Ufumbuzi uko wapi? Kwa sababu ninaamini hivi, maandishi ya Ellen G. White ni nuru ndogo, Biblia ni nuru kubwa, na hivyo kwa kuwa nabii yeye aliinuliwa ili kuturudisha kwenye maandiko, hawezi akaandika chochote ambacho hakiko kwenye Biblia, ama hawezi akaandika kile ambacho kinapingana na Biblia. Kwa Ellen G. White kutaja miaka 6,000, lazima tutaiona miaka 6,000 kwenye Biblia. Kama haipo kwenye Biblia, manake Ellen G. White sio nabii wa Mungu, ameandika kitu ambacho hakipo kwenye Biblia. Kwa kama ni nabii wa Mungu, maana yake lazima apatane na Biblia, na tunaamini ni nabii wa Mungu kwa sababu anapatana na Biblia. Kwa ukichunguza kwenye Biblia miaka 6,000 unaipata. Sasa angalia, tazama skrini yako hapo. Kuna kipengele cha kwanza ni miaka 1558. Kipengele cha pili ni miaka 450. Tunajumlisha na kipengele cha tatu miaka 505. Tunajumlisha na kipengele cha 4 miaka 476. Tunajumlisha na kipengele cha tatu miaka 414. Cha tano hicho. Kipengele cha kwanza ni miaka 1558. Tunajumlisha kipengele cha pili miaka 450. Tunajumlisha kipengele cha tatu miaka 505. Tunajumlisha kipengele cha 4 miaka 476. Tunajumlisha kipengele cha tano miaka 414. Tunajumlisha kipengele cha sita miaka 70. Tunajumlisha kipengele cha saba miaka 532. Tunapata jumla ya miaka 4,005 mpaka Yesu anazaliwa. Vipengele hivyo ni vipi sasa? Kipengele cha kwanza tunaangalia umri wa kupata watoto, ndipo tunapojumlisha tunapata kumbe kutoka hapa mpaka hapa ilikuwa ni muda miaka fulani iliyopita. Kwa hiyo tunaanzia Adam mpaka kwa Shemu, mpaka kuzaliwa kwa Shemu inaleta kipengele cha kwanza miaka 1558. Kutoka pale, kutoka kwa Shemu mpaka kwa Tera wakati anazaliwa Ibrahimu, tunapata jumla ya miaka 450. Kipengele cha tatu kutoka ahadi inapotolewa kwa Ibrahimu mpaka sheria inapotolewa pale mlima Sinai ni miaka 505. Kutoka pale sheria inatolewa mlima Sinai mpaka Suleiman anapoanza kutawala mwaka wake wa kwanza ni miaka 476 iliyokuwa imepita. Kutoka mwaka wa kwanza wa Suleimani kutawala mpaka uhamisho wa kwanza wa Babeli, wanapelekwa uhamishoni, ilipita miaka 414. Kutoka uhamisho wa kwanza mpaka miaka 70 ya kukaa uhamishoni tunapata miaka 70. Inapoisha miaka 70 kuna miaka 532 mpaka kuzaliwa kwa Yesu. Kwa hiyo kutoka Adamu, kutoka uumbaji mpaka Yesu anazaliwa ni miaka 4,500 tu kwa mujibu wa Biblia.